Jambo wapendwa wasikilizaji wetu Life Without Limits Ministry. Nitaka kuwasalimu sana kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Ni tumaini langu ya kwamba tuko sawa. Ni tumaini langu ya kwamba wherever you are, wherever it happens you're getting us from. For those who are following us on social media, YouTube channel, TikTok, on our other websites, feel welcome in this wisdom lesson. Well, my name, guys, is Simon Morioki. For those maybe it's your first time to listen to our testification, my name is Simon Morioki, but I'm a citizen of heaven. I'm living in Kenya. I was born in Kenya. I'm still living in Kenya, capital city of Kenya probably, but well, I'm a citizen of heaven, which is the fact of my life, and which I hope is the fact of your life too. You are not a citizen of this world if you recognize yourself well. Well, today ningetaka tuwe na kipindi cha hekima, cha kuelimishana, sababu bwana maisha haya ni ufahamu. Na huwa ninawaomba sana ndugu zangu, madada zangu, all those people ambao huwa mnafollow hapo on our channels, na hata kama hujakuwa ukifuatilia channels zangu, ni ombi langu kwa kila mtazamaji wangu, na ni ombi langu la kila mwananchi ama kila binadamu aishie duniani, angalau kuhakikisha kwamba unatafuta muda wa angalau dakika 5, dakika 10, lisali moja, masaa mawili ya kujiongeza hekima na ufahamu, ama hekima na maarifa, ili uweze kuunderstand maisha kwa njia ya upana zaidi. Leo hii nitakuwa nazungumzia mada mbili ambazo ni mada muhimu sana, na ambazo ni mada ambayo kidogo kama usipoielewa maisha yanaweza yakakuchanganya sana. Nitakuwa naongelelea mada ya hasa ni kwa nini unatakiwa kujifunza kila siku. Ama kwa ujumla yake niseme, mada yangu ya siku hii ya leo ni kwamba ni nini shetani anatafuta katika maisha ya wanadamu sana, na ni nini Mungu anatafuta katika maisha yetu sana. Kama wewe ni mtu unayependa kuandika, unaweza ukaandika hiyo kama kichwa kipindi changu cha siku ya leo. Ni mada ambayo nitakuwa naizungumzia sana na kwa upana zaidi, ili kukupa maarifa zaidi. Ni ukweli katika maisha haya sote tunaishi, na sisi wote malengo yetu kubwa ni kutimiza ndoto zetu, kuwa na familia njema, kuwa na mali, kuwa na magari, kuwa na manyumba, yes, kuwa na success kwa life. Maisha jinsi yalivyo, pale wacha nizungumzie hii parable kwanza ili tuweze kuelewana, sababu our success in life is not the same. All of us tuna different definitions of success. But what makes us to have different successful definition, ama kinachotusababisha tuwe na definition tofauti za mafanikio, ni kwamba unapoangalia mtoto mdogo pale anapozaliwa, ama hata wewe ulipozaliwa, ndoto zako kubwa zilikuwa ni kwenda shuleni. Ulikuwa na ndoto kubwa sana. Ulipoingia shuleni, ndoto zako zikawa ni kuanza kufika darasa lingine. Ikaenda hivyo, ulipofika darasa lingine ukaanza kuwa na tumaini la kufika darasa hilo lingine, darasa la 3, la 4. Ndoto zikaenda zikibadilika. Ukaanza kujua, hapo ndipo ukiulizwa na mwalimu akuulize unasoma ili nini, unamwambia ningetaka kuwa pilot, ningetaka kuwa doctor, ningetaka kuwa president, ningetaka kuwa prime minister. Yaani kulingana na maisha jinsi unavyoyaona. Ndoto zetu zinabadilikanga kulingana na maisha jinsi tunavyoyaona. Lakini kwa picha ya Mwenyezi Mungu, wewe ulipozaliwa, alipokuangalia tu hivyo, ama alipokusudia uzaliwe, alijua wewe utafiti kwa dream gani. Yaani alijua wewe destination ambayo unaweza ukafiti ni gani, na hiyo ndio destination ambayo akakutengenezea. Kwa picha ya Mwenyezi Mungu kuna picha ambayo alikusudia yeye. Yeye alikusudia uwe mtu fulani ili uweze kufanikiwa. Lakini hana haraka,
wala hangekuzuilia uweze kuanza kugrow, sababu mtoto mdogo lazima ukuwa mtoto, ulison like a child, na unapo grow you listen like a man. So Mungu anaonekana kuwa wa upendo kiasi kwamba anatupatia nafasi kwanza ya kuishi, ya kuwa na ndoto tofauti. Licha na kuwa anajua ndoto, kwa picha yake yeye anajua hasa ni nini unatakiwa kufanya ili ufanikiwe. Sasa anakupatia jukumu la uishi maisha haya, ujifunze, uelewe, na mara ya mwisho utakuja utafix kwa ile destination ambayo alikuuba ufix kwake. Lakini huwa kuna kuchemsha pia, na huwa kuna disappointment, na huwa tuna shetani, ambao ndio mada yangu kubwa ambao nimezungumzia hapo. Tumesema kwamba unapokuwa mtoto mdogo ndoto huenda zikibadilika, na zinabadilikanga kulingana na jinsi ambavyo unapata understanding ya maisha. Tunapatanga kwamba unapofika class 6 class 7 hapo umeshaanza kujua kumbe mahusiano inaweza kuwa kitu ya maana, ama unaweza kuwa na girlfriend, unaweza kuwa na boyfriend. Unaanza kujua zile vitu, lakini za utotoni naenda hivyo. Unafika tena class 7 unaanza kuwa na dream ya kwamba hapo lazima utie bidii sana ili wakati wa mtihani wa mwisho ambao sisi tuliufanya, wacha huu ambao unafanywa saa hizi, mtihani wa mwisho wa KCPE uweze kupita na uweze kwenda shule nzuri. Unatia bidii sana pale, unaanza kuchukulia maisha serious, unapata umeanza kuavoid vitu zingine. Na unapokiti katika kiti cha ule mtihani, mara sasa unapata dream yako after ule mtihani ni uweze kuingia sekondari nzuri, uweze kusoma, uweze kunini. Na mara unapoingia katika sekondari, ndoto zinaendaga zikibadilika. Unaanza sasa kuona inaanza kuwa ni stress somehow. Kwa wengi unaanza kuona ni stress, lakini unangangana, ukiwa na dream ya kwamba nitafika form 2. Unangangana form 2, unakuwa na dream ya kufika form 3. Na ndipo unapatanga kama saizi ukipatana na mwanafunzi ukitaka kumpa motivation ambayo itamfanya asikie moyo wake umechangamka, mwambie tu utamaliza tu masomo na utatimiza ndoto zako za maisha. Sababu mzigo mkubwa ukiwa shuleni unakuanga nitatoka shule lini, sababu tayari ulishasoma kutoka kule nursery school unaenda hivyo mpaka sekondari. Sasa unaanza kuona jamani, hii kitu imeshaanza kuwa stress. Yani kulingana na understanding yako ya maisha kidogo unaanza understand kwani niliuba bana niishi shuleni, kwani yani misongo mingi inakuja. Unapata sasa unatamani uende college umalize. Mara unapoenda college ama university, stress tena pale inaanza kuwa. Wewe unakuwa comrade, unakuwa sasa wewe unakuwa tegemezi kwa wazazi. Wakati mwingine utaki yale maisha ya kuwa tegemezi kwa wazazi, sababu unaelewa kwamba mzazi kakuchukulia nyumba yako pale single room ama nyumba yako ka bed sitter, alafu anakupa hela chakula nini. Sasa pale unakuwa una misongo tena, kwa kuwa unatamani ujitegemee, unatamani uwe na vitu vyako, ukuwa unatamani uwe na TV kwa nyuma, unatamani uwe na vitu pale, unatamani angalau uweze kuanza kuwa na vitu twako. So unapata pale tena unakuwa na msongo mwingine wa kuwa nitaajiriwa lini, mara nitapata financially goodwill, financially style life lini. Inakuja inatokea, unakuja mara after kumaliza masomo unapata kazi. Ukipata ajira, so mwisho wa masumbufu unaanza kuwa sasa na stress nyingine ambao ni kubwa zaidi ya kujiuliza, sasa bwana nilimkosea Mungu au shetani? Manake sasa kazi niliyoipata, kama hii ndio kazi nilikuwa nafanyia shuleni kutoka mwaka wa kwanza hadi saa hizi, unaangalia bosi wako, unaangalia kazi, unaangalia bosi wako, unaangalia maisha. Unauliza kwani huyu ndugu yake shetani au vipi? Unapomwangalia bosi wako, unauliza Mungu, mimi kakukosea wapi hadi ukanipa huyu awe bosi wangu? Sababu tunaelewa katika kazini ndiko pressure, the real pressure iko. Sababu hamna bosi ambaye atakubalia kwenda hasara kwa sababu ya mwajiriwa wake. Lazima atakupa pressure ili muweze kuwa na mafanikio. Na anapokupa pressure pale, anapokupa pressure mara unatamani uwe na kazi yako. Sasa my friend, tena ukitamani uwe na kazi yako ndo stress kubwa inazidi sasa. Sababu sasa kulani kazi yako tena inatakiwa sasa wewe, hamna mtu ambaye anakuamsha asubuhi, lakini unapokuwa unaingia hasara ndo utaelewa depression ni kusema nini. Ndo utaelewa misongo ni kusema nini.
Halafu naenda hivyo, mara unasema basi maisha bana yamekuwa magumu, basi nipate angalau mke. Unampata mke, unadhani ndio stress inakoma pale? Unapata kidogo watu ambao wamekuwa kwa ndoa wanaweza elezea, hata mimi mwenyewe nimekuwa kwa ndoa na najua jinsi hali ilivyo pale ndani. Hali ya ndoa inakuanga tamutamu tu wakati wa uchumba. Wakati ambao mnaitana baby baby, sweetie sweetie, honey honey. Wakati ambao mna date, wakati ambao mnaitana, mnasema kwamba mnaahidiana mtajaachana milele, mtaishi pamoja, liwalo na liwe. Mbinguni mnaenda pamoja. Jana kama mkiana. Yaani wakati wa raha yule. Pale ndipo ndoa tu ina raha. Ngojea sasa uhalisia wa ndoa wa kumbe, ambao tunaitaga ni the second stage of marriage. Unajua ndoa iko na mambo matano ambao usipoyaelewa yale, hata ikatokea mnaitana baby baby, sweetie sweetie, yani bana, itabaki na mnaitana tu wewe fulani nani, au unamwona yule sana huyo, naangalia yule mwingine yule alikuwa ndio mbwanangu, ndio tulikuwa tunaingiana taenda mimi, yani mambo kama yale. So ni vyema ukasomea pia stages za mahusiano. Kuna vipindi ambazo tumetengeneza pale YouTube ambazo tunaziita marriage stages. Kuna zingine ambazo tunaziita characters. Kuna zingine za characters, jinsi unamuelewa jinsi mwenzako alivyo, tabia zake. Kuna zingine ambazo tunaziita brain categories. Kuna zingine tunaziita personalities, kuelewa personality ya mwenzako jinsi ilivyo. Na masomo kama ya IQ, intelligence and many other studies za kisaikolojia, kwa sababu mimi kwa wakati wangu nimestudy masomo za kisaikolojia ili kuepukana na msongo, vile vile kufundisha jamii kuishi bila msongo. Okay, tumesema kwamba ndoa ina stages 5. Na katika hizi stages 5 kidogo, sababu ya muda wangu sijui kama nitaweza kuziongelelea zote hapa, lakini kiukweli stage ya kwanza tunajua yote inarediangwa na hormone ambayo inaitwa oxytocin. Oxytocin ni hormone ambayo inakuwa ni hormone ya vichocheo. Ni hormone ambayo ukipata kijana ambaye amevuta bangi, anaona kila kitu kuwa ipo sawa. Hata akiendesha pikipiki kwa spidi ya 200 kwa street ambayo ina watu, anaona iko sawa. Ukimwambia bana inaweza ikakost accident, anakuambia nenda ukalale, mimi ndio dereva hapa. Ni hormone ya vichocheo. Hii hormone pia inaamkanga kwa wakati ambao maybe umeenda ukakunywa pombe. Unapomwangalia mlevi, ili ujue hormone ya oxytocin jinsi inavyo react. Hormone ya oxytocin unapomwangalia mlevi ni mtu mzuri sana kama mko na yeye karibu wakati anakunywa pombe. Unaweza ukastukia amekununulia pombe ya 20,000. Ndiposa unapatanga vilabu ni mingi sana nchini. Sababu wana vilabu wote, watu ambao wote wamefungua vilabu wanajuanga mlevi akishapika drink ya kwanza. Ukishapika drink ya kwanza ukuwa mtu ambaye ni fresh, upige drink ya pili, inafungua hormone ya oxytocin ambayo inakufanya ulizon tena kutoka pale. Hata ukitokea kesho nyumba yako inafungwa, aulizo nayo tayari hormone kazimba. Sasa inatokea pale unakuwa mtu mwenye roho safi, mtu ambaye hana ubaya na mtu ambaye anaweza akakubaia kitu hata kama amfahamiani. Ndio unapatanga mlevi atakwambia gote nikubaie chupa ya bia, lakini haizi kubaia unga, sababu halizon. Yeye halizon unga inaweza ikakusaidia. Yeye ana halizon ile wewe upate na wewe ile raha ambayo anaipata hapa ya ulevi, mkue kama walevi wawili. Ni hormone ya oxytocin. Na hii hormone ndio huanga inafunguka wakati wa uchumba. Wakati tu umeenda ukapatana na mpenzi, ukapatana na mchumba, ukapatana na kijana ambaye anakujazi moyo wako, kitu ambacho kinaamkanga pale kinaitwa hormone ya oxytocin. Ndio inaanzaga kuwachochea, ndio inaanzaga kutiririka polepole ndani ya vichwa zenu. Na ile hormone ya oxytocin inapofunguka, unapatanga kwamba unaanza kuona uzuri wa mtu tu. Ndio maana unaitanga wakati wa kupenda tu. Stage ya kwanza inaitangwa stage ya kupenda tu. Hauwezi ukaona ubaya wa mtu.
Hata ukaambiwa huyu bwana, huyu kijana tunajua maisha yake, tunajua huyu mtu bwana atakuletea hatarishi kwa maisha yako, wewe unasema mnamsingizia bwana, nyinyi hamuelewi. Na yeye haoni ubaya wako. Hata akaambiwa jameni, aka kabindi tunakajua kalichakuwa kwa mahusiano ya kwanza, akakatoka ya pili, ya tatu, ya nne. Hapa bana jichunge, hapa kuna kitu. Kaka anakuambia sawa, wenyewe ndio wako wanajua mapenzi. Yaani huyu mapenzi sisi ndio tunaelewa. Sisi wawili ndio tumepatana wenye mapenzi. Yaani vichocheo vile. Ngojeni, subirini wakati wenu waje. Wakati wa hormone kushuka sasa. Na kabla ile hormone ishuke, siambia ili kuatishia. Bali mimi naambieni, kabla muingie kwa mahusiano, kabla mfumaniwe na hormone ya oxytocin ndani ya mahusiano ifunguke, alafu baadaye mkuje kuchukiana ama kuachana, someni Biblia, kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Inasema, enyi binti Yerusalemu, msiachochee wala kuyaamsha mapenzi mpaka yatakapoona vema kujileta yenyewe. Enyi binti Yerusalemu, msiachochee wala kuyaamsha mapenzi hadi yatakapoona vema yajilete yenyewe. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora kiliandikwa na Suleimani. Angalau alipata ufunuo zaidi. Wacha kukibizana. Mnaenda wapi? Mnakibizana na nani? Subiria, usiwe na vichocheo. Eti kwa sababu wewe kaona beshti yako kaolewa na boyfriend ambaye ana gari, na wewe utaenda juu chini mpaka umpate yule ambaye ako na gari ili muendane. Mnakibizana wapi? Mahusiano kitu tofauti zaidi. Utampata aliye na gari ila kumbe sio wako yule hata mambo ya mapenzi hakuwa na mapenzi moyoni. Sasa binti yangu, dada yangu naye nisikiliza, kijana naye nisikiliza, tega sikio lako unielewe. Subiria mpaka wakati mapenzi yatakapoona vema yajilete yenyewe. Wakati wake, na wakati wake upo. Wakati ambao utapatana na someone alike, mtu ambaye mnaendana dreams zenu, mnaendana characters zenu, mnaendana katika uwekezaji. Yupo na atakuja wakati wake. Shida ni kwamba wanadamu wa kizazi hiki hasa hatuna kitu ambayo inaitwa patient. Patient ni kitu ya maana sana na ilitumiwa na wazee wetu wa zamani. Ndiposa unaonanga wazee wetu wa zamani kidogo wana mafanikio makubwa kwa haya mambo ya doa. Unapata wao wenyewe walikuwa wanadumisha doa ya miaka 50, doa ya miaka hadi kufa. Lakini sisi bwana tumefumaniwa na kukosa patient. Yaani unapata kijana umefika umri wa miaka 16 mpaka uwe na mchumba. Yaani ushaanza kuingia kwa mahusiano, ushaanza kujiona mzee, ushaanza kutaka familia. Kabinti kana miaka 20 bwana, kana unapatana hapo kwa barabara, kana kwambia Amika olewa tayari bwana, mimi niko kwenye doa tayari na mchumba wangu, tuko katika doa. Wale watu, mmoja kaacha masomo yake kaenda kwa mapenzi, mmoja naye katoka kwa wazazi kaenda kwa mapenzi. Sasa wale watu mna msingi gani wa mapenzi hasa? Mna msingi gani? Mmeshaenda watu wawili, mmoja akapotea masomoni, mwingine akapotea kwa wazazi, kwa nyumba ya wazazi. Wakakutana wawili wakaanza mapenzi. Wanaitana bibi na bwana, sawa basi. Bibi na bwana miaka 20, miaka 18. Ajua nikifunza haya, kuna mtu ananicheka niulize, kwani wewe una umri wa miaka ngapi bwana? Au kwani wewe mwenyewe ulishishije? Mimi nilikuwa nimeingia katika makosa hayo. Na pia wanasemekana kabla ukuje kufunza mwenzako, bwana wetoa kibanzi kilichomo ndani ya jicho lako kwanza, alafu ndio utaona vema kutoa kibanzi kilichomo ndani ya jicho la mwenzako. Mimi nimepambana kutoa kibanzi kilichomo ndani ya jicho langu. Kwa maana nimeyapitia yale nao kwambia, nimeyapitia yote. Nimeyapitia kuwa na uchochevu, kutaka kuingia mapenzi ya kiholela, kutaka kuanzisha mahusiano mapema, kutaka kuwa ni mengi. Sasa hivi unaponiona hivi na binti wawili, watoto wawili wasichana, na mke wangu wa kwanza, wa pili, mahusiano haya. Ninakwambia hivi,
Kijana unayenisikiliza, binti unayenisikiliza, acha kutaka kujiletea magonjwa za ulcers ndani ya mwili wako. Acha kujiletea magonjwa ambayo haukuanga nayo. Acha kujiletea balaa maishani, yani balaa. Tasemanga ya kwamba usijiriganishe. Usinione mimi mwenzenu naongea hapa hivi na afya. Bana, huwezi jua ni kwa nini Mungu ameniepusha na madhara ambayo ningepatana nayo. Huwezi jua Mungu kama ameniepusha ili nije hapa niwafunze. Manake mimi nakwambia katika yale nimepitia. Ukiniona hivi na afya yangu njema hivi bwana, mimi nakwambia hii ni muujiza. Kwa kuwa kupitia maisha ambayo nimeyapitia, inatakiwa saa hizi niwe kwenye klabu. Maybe ningekuwa nilianza ulevi kitambo, ningekuwa nilisha give up na maisha kitambo, nilishachoka na maisha kitambo. Yani umepitia masumbufu, umepitia balaa, umepitia kila changamoto. Sababu sin has consequences. Madhara ya kitu ina consequences. Usidhani uchumba wowote unaoanzisha heti mtu alafu ubaya unaotokea jamii kwa sasa hivi. Ubaya unaotokea jamii. Binti anaingia kwa mahusiano akiwa mdogo. Kijana anaingia kwa mahusiano akiwa mdogo. Wanapoingia pale inatokea hatarishi nyingine, wanapata mtoto. Wakishapata mtoto kila mmoja anaenda njia zake. Sasa kijana anaendelea kukulwa na maumivu na balaa maishani. Unasumbuliwa bwana mpaka unajiuliza kwani mimi kamkosea nani? Kumbe wewe ukamtia bibi yako miba, ukamwacha. Sasa wewe unadhani kwako ulishajiepusha, wewe ulibaki kuwa kijana. Na yeye ana ile balaa yake bado anajitahidi, anasema nitapata mwingine. Lakini nikwambie siri. Haya mahusiano yaache jinsi yalivyo. Jinsi mlivyofunganishwa nyinyi wawili, balaa lazima itawakuta. Sababu yule binti tayari kamfanya kuwa mzinzi. So mimi nasema maandiko ndio yanayosema haya. Yaani tayari kamfanya kuwa mzinzi. Angalia watu wengi ambao kidogo anaingia kwa haya mahusiano anatoka, anaingia kwa haya mahusiano anatoka, anaingia kwa haya mahusiano anatoka, anaingia mahusiano anatoka. Yaani hamna mahusiano ambayo anakaa ndani nao. Na uangalie watu wengi ambao wanahubiri ya kwamba ndoa sio mpango. Yaani hamna kitu kama ndoa maishani. Hamna kitu kama mahusiano. Angalia wahubiri wengi wa hizi maneno hizi. Chunguza vizuri. Kama ni kijana utampata yuna mtoto mahali alishaikuwa na kabinti akakatia mimba sehemu. Kama ni msichana utaipata maybe hata kama hana mtoto alishafanya abortion za kutosha katika mahusiano yake. Sasa zile balaa zinamkuta sababu weza ulipata ule mtoto ama hukumpata, mradi ulikuwepo katika hiyo mahusiano hiyo mkafunganishwa wawili. Balaa zina maadamu. Ndio sasa unapata ya kwamba na dhambi ni mbaya inapoingia mwilini ama inapoanza kutafuna mwili wako. Dhambi ni mbaya. Yaani itatamani uangamie. Kitu ya kwanza, vitu zote ambazo Mungu alikuwa ameweka zikupe motivation wa maisha, dhambi inazivuruganga zote. Cha kwanza inakuvurugia mahusiano. Inajua kwamba mahusiano kidogo ulikuwa ni mpango wa Mungu ili uone maana ya maisha. Uone angalau hamna mtu ambaye haezi tamani kuitwa baba. Hamna mtu yoyote ambaye haezi tamani kuwa mama watoto wake walembo, babake yupo hapo. Wanakaa kama familia. Hamna mtu ambaye anapenda kwenda nyumbani bwana wewe. Unapoingia nyumbani hivi unajua ni wewe na wewe peke yako. Yaani unaishi maisha umpeke. Mimi nikwambie hivi maisha sio marahisi. Yaani wewe unaishi peke yako, wanyama wenyewe walishindwa kuishi peke yao, Mungu kawekea wanyama hao wawili. Sasa wewe unataka kuniambia nini? Na dhambi ni mbaya, inakuvurugianga zile vitu zote za maana maisha. Itakuvurugia mahusiano ya maana, itakuvurugia kupata mpenzi wa kweli. Unapata wapenzi wote unaowapata ni wale ambao unashindwa bana, mimi kamkosea nani? Simpati wa kweli, simpati mke wa kweli. Kumbe mke wa kweli tayari ulikuwa na ile chance, sababu kila mwanadamu anapozaliwa anakuwa na chance. Na semi haya ili waeka huzuni au kuwapa kwa nyuma hope ya maisha. Hasa hichi kipindi ni very suitable kwa mtu ambaye kidogo huja make makosa sana. Lakini pia kama umemake makosa,
hichi kipindi ni suitable kwako pia, sababu utaelewa jukumu la kuchukua. Utaelewa hatua ya kuchukua. Utaelewa cha kufanya. Ulishaingia kwenye makosa, jamani, jihusishe na Mwenyezi Mungu sana. Yaani wacha maombi yawe ni kama chakula chako cha kila siku. Kujua jinsi ambavyo Mungu anataka, acha iwe. Jipende, kuwa na urafiki na Mwenyezi Mungu. Sababu kwake kuna rehema nyingi. Huku kwa Mungu bana, mimi mwenyewe nishakwambia mimi naishi kwa ajili ya muujiza wa Mwenyezi Mungu. Mimi kwangu hata mimi mwenyewe najua. Katika watu wanaishi tu kwa ajili ya muujiza ni mimi. Najua nilishajaribu kugive up miaka mingi sana. Na hata hivyo Mungu hakuwahi niache. Mungu hakuwahi nipotezea. Moja kati ya benefit ambazo unazipata kwa kujihusisha na Mwenyezi Mungu ni kwamba Mungu analinda mali yake. Analinda his benefits, analinda his subjects. Na katika kulinda his subjects, wewe unapata unalindwa pale. Kwa hivyo utaendelea kuexist, utakuwa na mwili mwema, mwili ambao huja kuliwa na dhambi. Dhambi ndio itajaribu tu kukukula, itajaribu kukupa msongo, lakini utapata mwili wako hujadhoofishwa. Hutaingia katika magonjwa, hutaingia katika ulevi wa chakale, hutakuwa na maumivu moyoni sana. Yaani angalau kwa Mungu mimi nasema mara 100. Jisikizanishe na Mungu. Na kwa kuwa mada yetu ya leo ilikuwa tuongelelee ni nini shetani anatafuta katika maisha ya mwanadamu. Hivi shetani anapozungushana na wanadamu, nini hichi anachokitafuta? Nimesema ukitaka kufuatilia kipindi cha mahusiano, kuhusu mahusiano, kuhusu aina 4 za wanawake, aina 4 za wanaume, kuhusu marriage characters, marriage stages, fuatilia vipindi zangu za hekima. Nina kipindi, ukitaka pale unaweza ni follow up, uniambie ni kutumia link zetu, ninaweza nikakutumia link za kila fundisho. Kama ni aina 4 za wanawake ziko, aina 4 za wanaume ziko. Tuna personalities lesson, tuna marriage stages kama nilivyosema, tuna mengi. Lakini leo hii wacha tuongelelee mada ambayo tumekuja kuiongelelea ama kuzungumzia siku ya leo. Leo tunazungumzia ni nini shetani anatafuta katika maisha ya mwanadamu. Hivi nini hii shetani anang'ang'ana kutafuta katika maisha ya kila mwanadamu? Cha kwanza, tafuta ni kukupa msongo. Kama unaandika, andika hiyo sasa. Nimekukubarisha. Kaa mkao ambao tunaelewana sasa. Ili tuweze kuelimishana sababu bwana ndio anakula watu siku zote. Shetani cha kwanza ambacho anatafuta katika maisha ya mwanadamu, msongo. Anajua akikuletea msongo hutakuwa na maamuzi mema. Anajua akikuletea msongo utakuwa na kuchanganyikiwa. Yaani anajua ataleta energy ya kuvuta kugive up haraka karibu na maisha yako sana. Atakufanya uanze kuattract negative energies kwa sana. Negative energies ni pale ambapo unapoanza kuwaza, unawaza tu matatizo, unawaza itakuwaje. Solution ambazo unaziwaza ni matatizo. Sababu una msongo tayari. Shetani cha kwanza anatafuta ni msongo. Na kama ukimshinda kwa hili, basi unamweza. Jua cha kufanya msongo unapokujia. Hebu nikufunze na katika kitabu cha Yehoshafati. Yehoshafati ameandikwa katika kitabu, kama sijakosea sana itakuwa ni kitabu cha hichi ni kitabu cha nani? Imeandikwa historia ya mfalme Yehoshafati. Hebu acha nikikumbuka na kuelezea. Nitaiposti pale on my YouTube channel later. Yehoshafati wakati mmoja inatokea analetewa habari. Anaambiwa ya kwamba Wamoabu na Waamori na Wameuni wamekuja kumshambulia. Wako chini hapo ya mlima, wamekuja wote, wameungana wote. Wamoabu, Waamoni na Wameuni walikuwa wameungana makundi matatu kuja kumshambulia ama kushambulia katika taifa la Israeli. Yehoshafati akashtuka, akashikwa na woga moyoni. Aliposhikwa na woga moyoni, cha kwanza kabisa, Yehoshafati aliposhikwa na woga alijua cha kufanya.
Nami nakutangazia siku hii ya leo, wewe ambao unanisikiliza, uoga ukikupata, hofu ikikupata, mashaka yakikupata, jua cha kufanya ni nini. Ikitokea ulikuwa unaishi maisha yako tu vizuri, mara rapture imehappen, shetani amekuja amevuruga ndoa yako, amevuruga biashara yako, amekuvuruga na landlord wako ambao mna nini na ambao wamekurentisha nyumba pale. Kwa hivyo sasa amekuvuruganisha huko na biashara tayari kawaka moto na ndoa kawaka moto. Kwa hivyo sasa mawazo yako yamekaa vuguvugu, hayana reasoning ya maana. Yaani una reason, unashindwa nitalizonaje. Una reason matatizo badala ya matatizo. Cha kwanza jua cha kufanya. Yehoshafat aliposhuka na woga moyoni, alijua cha kufanya kwanza. Akawaita wana wa Israeli wote, akawaita John na waita. Cha kwanza akamwendea Mwenyezi Mungu. Ndio siri ya mfalme Yehoshafat. Alijua cha kufanya. Cha kwanza kabisa, after msongo kumjia, alimtafuta Mungu. Aligeuza uso wake na kumtafuta Mungu. Ndugu yangu naye nisikiliza. Shida zinapokupata, msaada wako wa kwanza unaukimbilia kwa nani? Msaada wako wa kwanza unaukimbilia kwa nani? Ni nani unaendea kama the first priority? Unaendea mzazi, unachemcha. Unaendea mwanadamu mwenzio, unachemcha. Unaendea wafanyikazi ambao mnafanya biashara na unachemcha. Unaenda kutafuta haki kotini, unachemcha. Cha kwanza ni Mungu aliyekuumba. Huyo ndiye msaada wako wakati wa shida. Nikupe siri nyingine. People will only be with you for so much longer until they are no more interesting. And they will move on with their lives. And you will be left alone. That's when you're going to realize that you didn't need people. You didn't need people. You needed God. Because God will be the only hope you are going to be left with. That's why you need to take him as the first priority. You don't need to put him as the last priority. It might be late. The moment umeland kwa wazazi wako, the moment umeland kwa askari, the moment umeland kutafuta haki, uende huko ukakosa haki na msongo uendelee kuwaka zaidi, it might be late. Jua cha kufanya. Kuna mahali ambapo msaada unatoka na hauchelewi. Yehoshafat akageuza uso wake amtafute Bwana. Angalia, soma ile kitabu, nadhani cha Waamuzi, ni kitabu cha Waamuzi kama sikosei, lakini kama si cha Waamuzi ni kitabu cha sijui na Biblia ya kwangu. Ningetaka nikudhibitishie ni kitabu gani ambayo utapata haya maneno ya, kama sio kitabu cha Waamuzi ni cha Wafalme. Mambo ya Nyakati. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati Mambo ya Nyakati mstari ule wangapi? Kama sikosei itakuwa ni 21. Basi ni kitabu cha Mambo ya Nyakati mstari ule wa 20. Mambo ya Nyakati wa pili, chapter number 20, verse number verse number 1. Inaanza kwa kusema, ikawa baada ya wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafat vitani, jinsi nilivyosimulia hapo. Halafu nataka tuende katika sura ile ya 5. Sura ya 5. Ndiposa usikie maombi ya huyu mfalme, shida ilipomjia Yehoshafat. Mstari wa 3 ndipo utapata Yehoshafat akaogopa. Chapter number 3, hiyo tu, chapter number 20 verse number 3. Utapata Yehoshafat akaogopa. Akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatazama, akatangaza biu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana.
hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani pa Bwana mwa Bwana mbele ya ua mpya, akawelekeza akasema, E Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni, tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa, na mkononi mwako muna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Si wewe, e Mungu wetu, uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako wa Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahim rafiki yako hata milele, nao walikaa humo wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Na sasa tazama, wana Amoni. Tufikisha hapo kwanza. Unaona, cha kwanza huyu mfalme Yehoshafati alichofanya, aliposhikwa na uoga, cha kwanza alimtafuta Mungu. Alitangaza bio ya watu kufunga. Cha kwanza alimtafuta Mungu. Nawe nikuulize ndugu yangu, shida ni nyingi. Kuna wakati mwingine watoto wanafukuzwa shuleni, baba hayupo, wewe ni single lady, watoto wamefukuzwa shuleni, unahangaika, unajiuliza nitaanza wapi, nimalize wapi? Unajiuliza nitafanya nini, nitahaibika. Usipojua cha kufanya na utahaibika. Jua cha kufanya. Cha kwanza, tazama Mungu. Mwambie, si wewe uliyeniumba, si wewe uliyetengeneza njia hadi nikapata kazi ambayo nimesomesha watoto wangu nayo mpaka akafika level amefika. Si wewe uliyetengeneza muujiza mpaka mtoto akaingia ndani ya tumbo langu miezi 9 na kuzaliwa. Si wewe Mungu uliyemkuza hadi amefika umri ambao amefika. Na tazama, kazi uliyoianza unakuja kuimalizia. Cha kwanza, mtizame Mungu. Unapopatwa na shida, madhara, cha kwanza mtafute Mungu, sababu yupo na yupo siku zote na yupo na wewe. Usiogope. Mimi naambia haya sababu najua jinsi ambavyo shetani ni mpuzi na shetani anachokitafuta. Na usidhani shetani kana kwamba anakoma. Hakomi. Yule ni mpuzi kuliko unavyofikiria. Yaani ni mpumbavu kiasi kwamba nikielezea upumbavu wa shetani utasema namsingizia, lakini ni mpumbavu kuliko upumbavu ambao naweza nikauelezea hapa. Kuna wakati atakujaribu sana. Atakuja atagonga doa yako. Akiona hujatingizika, hujaingia katika madawa za kulevya, hujaingia katika pombe, huja give up na maisha, bado unang'ang'ana, anakuja anagonga biashara. Akigonga na biashara, aone bado uko strong, unasema Mungu atakuja kukubariki bado. Atakuja atagonga unakoishi. Atagonga maladro ndio waanze kukusumbua. Bado aone hujapoteza tumaini, bado unaendelea kutangaza mambo ya Mungu. Ama bado unaendelea kukua na hope ya maisha. Unajua shetani anachokitafuta ni wewe ugive up. Na anaweza akagonga sana akitarajia utagive up. Lakini usipo give up, ninakutangazia na nakwambia ukweli, Mungu lazima atafika. Aliahidi na atafika. Na wala hatachelewa. Na wakati ambao anafika inakaanga kana kwamba amekuja miaka 10 yao. Bora yake asikuja kufika akapata na wewe ulishaingia kwa ulevi. Ulishakuwa kosa raha ya maisha, ulisha lose hope na maisha,
ulishaanza kuharibu mwili wako. Mungu anachokitafuta zaidi ni kukupa malaika wa kutosha. Hapa katika kipindi cha mashida, cha matatizo, anakupa malaika wa kutosha, ili wakati ambao anakuja kukubariki akukute na afya yako njema, mumwaibishe shetani pamoja. Lakini jua ya kwamba shetani anachokitafuta, anaweza akakuhangaisha sana. Saizi unapoangalia vijana wakienda maandamano, usistaajabu kuona ya kwamba mtu anasema basi wewe ukipigwa risasi, ukipigwa yako moja usipigwe ya pili, wacha mwenzako naye apate. Watu wako na stress. Shetani amepiga pabaya. Sio economical crisis, sio mataifa yenye ambayo tunategemeanga yanatoa msaada katika nchi zetu za Afrika. Ni vita tu wanaendelesha, kupimana tu nguvu, na anapopimana zile nguvu, uchumi unaendelea kusoroteka. Hapa Kenya protest inachukua hatua kila siku, kila wakati, inaharibu uchumi kabisa. Hizi zote ni mipango za shetani ili watu wa give up. Ukiona shetani amecompromise watu mpaka anasema basi wacha mimi niende nikule risasi nijue nimeondoka, ama nifike Ikulu nijue nasaidika ama naondoka. Yaani shetani amesukuma watu mpaka kwa kona. Hizi ndizo matatizo ambazo nakwambia shetani analeta anga. Ni mpuzi. Anaweza akagonga sana. Akijua ya kwamba akiharibu uchumi utafanya give up, atauharibu, ataendelea kuharibu. Akijua ya kwamba akifanya rais wenu ama president ambaye tuko naye aendelee kuleta misongo zaidi, ataendelea kumjochea alete misongo zaidi. Hiko hivyo, shetani ni mpuzi kiasi hicho. Hapo ndipo upuzi wake umefikia. Upuzi wake umefikia aone ameangamiza young generation, ameangamiza na older generation. Amemaliza watu kwa upuzi. Lakini nami nakwambia ndugu yangu naye nisikilize, misongo inapokupata, je, sikatai uchumi ni mbaya, lakini ufai kuangalia uchumi wa hili taifa. Sababu unafaa kuangalia beyond. Ujiulize, je, uchumi wa mbinguni ulishaidhoofika? Ndio, uchumi wa mbinguni wa duniani unadhoofika mara kwa mara. Kuna wakati ambao uchumi umeharibika, kuna wakati ambao uchumi uko sawa. Lakini je, uchumi wa mbinguni kuna wakati unadhoofika? Ndipo Yesu akasema kwamba jiekeni hazina mbinguni ambapo nondo na kutu haviharibu. Manake pale imani yako ilipo, ama pale hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako ulipo. Basi kama hazina yako iko hapa duniani na moyo wako uko hapa duniani, angalia, jiekeni hazina mbinguni. Ndilo neno ninalowaambia. Acha kuangalia uchumi wa nchi. Mungu anauliza aje? Yesu Kristo aliuliza wanafunzi wake aje? Aliuliza, ni yupi kati yenu ambaye anaweza akaongeza urefu wa maisha yake kwa kujihangaisha? Yaani katika kujihangaisha kwake kote, ni yupi kati yenu ambaye anaweza ongeza urefu wa maisha yake kwa kujihangaisha? Basi akamwambia, kama hamwezi fanya jambo dogo kama ile, kwa nini muwe na wasiwasi juu ya mengine? Angalia ni kwa mfano jinsi maua yameavyo. Hayafanyi kazi wala hayafanyi chochote. Hata hivyo Mungu yaicha. Je, si ninyi ni bora zaidi kuliko majani? Je, si nyinyi si bora zaidi kuliko maua? Akasema, tazama, hata Suleimani pamoja na fahari zake zote hakupata kuvikwa vizuri kama moja hapo ya maua haya. Na huko hapo unajipa stress za maisha. Ndugu yangu, jua cha kufanya. Endea kiti cha neema. Mwambie Mungu, ni ukweli nimesikia hata saa hizi wameshanipigia simu wanakuja. Watesi wangu, watu ambao nilikuwa na madeni nao, wameshaniambia wananishtaki. Nimeshaambiwa watoto wameshafukuzwa shuleni, wako hapa nyumbani. Ndio, mlango wa nyumba yangu nimeshaambiwa hadi kesho mlango utakuwa umefungwa. Kama sasa kwa nimetuma hela, sina hela Mungu, lakini tumaini langu liko kwako mpaka dakika ya mwisho. Si give up. Never give up. Never give up, and nothing is impossible. Yanaonekananga kuwa impossible kwa macho ya kibinadamu, lakini kwa macho ya Mungu hakuna kitu ambacho ni impossible. Kila kitu ni possible kwa macho ya Mungu, ila kwa macho ya binadamu not impossible, not possible. Weka tumaini lako kwa Mwenyezi Mungu. Yeye anasema ni msaada wetu wakati wa dhiki, wakati wa shida. Yuko nasi na hatuachi. Na ninakutangazia hili, sikufichi mimi. Nakwambia maisha ni zaidi ya doa. Maisha ni zaidi ya kupata hela. Maisha ni zaidi ya kuwa na mali. Maisha ni beyond.
Angalia the big picture of life. Life is beyond. Usikompromise na shetani. Eti nikipata mke ndio nitakuwa na raha. Eti nikipata mali. Tafuta uso wa Mungu Bwana, ndio kitu ya maana maishani. Ndio kitu ambayo ina exist, angalau ina ukweli ndani yake. Biblia, neno la Mungu, na Mungu mwenyewe ndio kitu ambacho kina haki peke yake duniani. Kotini hamna haki. Dunia haina haki. Hasa kwa mnyonge haina haki. Haki inapatikana kwa Mwenyezi Mungu peke yake kwa mnyonge. Sikudanganya. Mimi kama sijakuwa kotini na nikakosa na katika makoti zetu za duniani, za hapa nchini, kama hakuna koti ambao sijapelekwa na nikitafuta haki na hakuna haki ilitendeka, ila haki ya mbinguni ndio peke yake ilinitetea, singekuwa nakwambia haya ninayokuambia. Sio mara moja ama mbili mpaka majaji wametazamia basi aende prison. Hapo nimepatikana na hatia, na hakika hatia ambao napatikana nao, mimi natafuta haki kwa kuwa najua sikuwa na hatia. Ila najipata nasingiziwa tu ninafaa kwenda prison. Na pale ninahukumiwa mpaka kwenda prison, Mungu anatengeneza muujiza na nalipa bill. Nalipa bail, natoka. Naendelesha mbele maisha yangu. Ni mara ngapi shetani amekuja akaniletea kunikosanisha na mke wangu, mama ya watoto yangu. Tunakosana hata kipindi cha miaka 2, miaka 3. Naumia, napitia mangumu. Ila Mungu anabaki kuwa yule yule, anabaki kuwa nami. Hajaniacha hata siku moja. Na mimi nakwambia wewe, hata kuacha. Yuko na wewe until the end. Never give up. Endelea kumtumaini. Ndio wakati mwingine anaonekananga kutojibu. Hata Ayubu alifikia huo wakati. So wewe wa kwanza, Ayubu anafikia wakati wa kuona kana kwamba Mungu amemwacha. Mpaka anafika mahali anasema basi maisha haya alikuwa na nini? Ngoja nikusomee hiyo kitabu. Iko hapa. Angalau ili tuweze kuelewana zaidi. Twende katika kitabu cha Ayubu sura ya 7. Kama una Biblia yako hapo itakuwa ni vema zaidi. Kitabu cha Ayubu sura ya 7. Nitakipata hapa kwa haraka tu. Kitabu cha Ayubu sura ile ya 7. Nimekipata tayari. Ayubu anasema, "Je, mtu hana wakati wake wa vita juu ya nchi? Na siku zake je, si kama siku za mwajiriwa? Kama mtumishi atazamanie sana kile kivuli, kama mwajiriwa atazamie mshahara wake, ni vivyo nami nimepewa miezi ya ubatili iwe fungu langu. Nami nimeandikwa masiku yenye kuchokesha sana. Kuchokesha. Hapo nilalapo chini nasema nitaondoka lini? Lakini usiku huwa mrefu, nami nimejawa na kujitupa huku na huku hata kupabazuke. Mwili wangu huvikwa mabuu na kumandogoa ya udogo. Ngozi yangu hufumba kisha ikatimbuka tena. Siku zangu hupita upesi kuliko chombo cha kufumia. Nazo hupita pasipo na matumaini. Kumbuka ya kwamba maisha yangu ni upepo. Jicho langu halitayaona mema tena. Jicho lake huyo anionaye halitaniangalia tena. Macho yake atanielekea lakini sitakuwapo. Kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo nami, ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni, hata zuka tena kabisa. Hata rudi tena nyumbani mwake, wala mahali pake hapata mjua tena. Kwa hiyo sitakizuia kinywa changu, nitanena kwa mateso ya roho yangu, nitalia kwa uchungu wa nafsi yangu. Je, mimi ni bahari? Au je, mimi ni nyangumi? Hata ukaweka walinzi juu yangu. Hapo nilisemapo, kitanda changu kitanitunza moyo, malazi yangu yatanipunguzia kuungua kwangu. Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu katika maono. Hata nafsi yangu huchagua kunyongwa na kuchagua kifo kuliko maumivu yangu haya. Ninadhoofika, sitaishi siku zote, usinisumbue. Kwani siku zangu ni uvuvio. Je, mtu ni kitu gani hata ukamtukuza na kumtia moyoni mwako na kumwangalia kila asubuhi na kumjaribu kila dakika? Je, hata lini ukomi kuniangalia wala kunisumbua hata nimeze mate? Kwamba nimefanya dhambi nikufanyiaje, mlinda wa wanadamu? Mbona umeniweka niwe shabaha yako? Hata nimekuwa mzigo kwa nafsi yangu.
nawe je, mbona unisamehe makosa yangu na kuniondolea uovu wangu? Kwa kuwa sasa nitalala mavubini, nawe utanitafuta kwa bidii, lakini sitakuwapo. Hicho ni kitabu cha Ayubu. Ananena huyu jamaa, ananena kwa uchungu wa nafsi yake. Anasema, je, mimi ni bahari? Au je, mimi ni nyangumi? Je, ushaifikiwa na wakati wa kulia kwa uchungu wa nafsi yako? Unaangalia maisha hivi, unajiuliza, je, mimi ni bahari? Au je, mimi ni nyangumi? Hata akaweka walinzi juu yangu. Ayubu anasema, sura yangu huwa ni kama sura ya mgeni kwa mke wangu. Alinichoka. Angalau hata advice ya mwisho ambayo alinipa yeye, aliniambia, mzee, tukana huyu Mungu ukaondoke. Mkufuru Mungu uondoke. Mateso yako ni makubwa sana. Ayubu akamjibu pale pale. Akamwambia, wewe bonda wanena kama mmoja hawa wanawake wapumbavu jinsi wanenavyo. Je, tupate mema kwa Mungu nasi tusipate na mabaya? Akaendelea. Anasema mtumishi wake ambaye alikuanga wakati ambao alikuwa amebarikiwa, alikuwa anasikia sauti yake, anauliza, Bwana wangu unasemaje? Huyo mtumishi wake saa hizi humuita hata amsaidie, anamwasimu, anamwangalia kama sijui. Yeye ni mtu wa kushekwa na jirani zake. Anasema ngozi yake hufumba tena ikatimbuka tena. Maumivu ya huyu jamaa alikuwa ni mangumu, na alipitia haya yote ili tujue kwamba sio kila mtu ambaye anapitia shida amemkufuru Mwenyezi Mungu. Jifunze hilo siku ya leo. Usione mtu anapitia taabu ukasema au ukamtukana Mungu. Usiseme hivyo. Usifikie hapo kabisa. Sio kila mtu ambaye anapitia shida amemkufuru Mwenyezi Mungu. Wengine wanapitia hapo, ile hiyo ni test. Ni testification. Mungu anawatengenezea testification. Anatengenezea ushuhuda wa kesho. Ndugu yangu naye nisikiliza, nikwambie maisha haya tunayaishi, tuko katika kizazi cha mwisho. Na kama unafikiria tuko wakati wa kulala, bana, mimi nakuomba funguka macho uone kipindi ambacho tuko. Saa hizi ni watoto wa watoto wetu ambao wanateswa, wanauawa, damu yao inamwagwa chini kama ya wanyama. Wale ni binadamu ambao kidogo mtu analala kwa nyumba yake inapigwa na bomu inalipuka. Kule saidi za Israel na Iraq. Hizi protest zinafanyika siku zote. Unasikia ametangaza watu 50, watu 100 wamefariki. Wale ni ndugu zako. Wale ni dada zako. Kuna baba ambaye unapata anaamuka asubuhi, anapata watoto wake nao wako katika maandamano. Kuna siku nayo naamuka asubuhi unapata na wewe dada yako muulie mtazamia yuko katika hao maandamano. Na kama usipomtafuta Mungu, nani utamtetea yule? Huu unaelewa shetani upuzi ambao anaendelea kusababisha katika taifa letu la Kenya. Upuzi ambao shetani ameendelea kusababisha katika dunia hii. Anaendelea kuingia sisi. Ujue shetani anatumianga mwenzako ili kukuletea matatizo. Hilo ndilo jambo la kwanza. Shetani hakuna wakati atakuja kukuletea matatizo kutoka jehanamu, atoke ama katika sehemu ambazo amefungiwa kuja kukuletea matatizo. Mpaka amtumie yule ambaye ni ndugu yako. Na ole wako kama unatumika na shetani kuletea wengine matatizo. Ole wako kama unatumiwa na shetani kudhoofisha wengine. Ole wako kama wewe ni daktari unatumika na shetani kumletea mtu ugonjwa ili akuachie hela zake zote. Ole wako, yasije yakakupata. Ole wako. Ole wako kama wewe kazi yako ni kutumika na shetani kuletea wengine misongo. Nimekwambia ole wako. Tubu na umrudi kwa Mwenyezi Mungu. Atakusamehea. Sababu sheria asili yasema kwamba kipimo kile mpimiacho wengine ndicho mtakachopimiwa nacho. Usiletee wengine misongo. Usihusike katika kuletea watu wengine misongo. Usihusike katika kuangamiza mtoto wa mtu. Kama wewe unafanya kazi ya askari, usihusike kabisa. Usihusike katika kutoa oda ambazo zinaweza zikaleta zikaleta hatari kwa maisha ya mwanadamu mwenzio. Ole wako. Sheria za asili ziko duniani ambazo zinatenda kazi siku na mchana. Mungu yupo.
Na when we get to come back, we need to be on the safe side of it. Inatakiwa tuwe on the safe side of it. Sababu hata kuja kama wakati wa kwanza. Wakati wa kwanza alikuja kutubebeleza, kutuelezea achaneni na dhambi, kutukufia, kudhihakiwa kwa ajili ya makosa yetu. Wakati wa pili bana, hakuji hiyo design. Wakati wa pili ni tarumbeta tu utasikia. Halafu sasa atakuja na utukufu wa mbinguni wote. Na wakati anakuja, you need to be on the right side of it. Na usione kama ni mbali. Wewe jua kama una miaka 20 na unasema hapo ni mbali. Miaka ngapi mbakisha hapa duniani? After miaka 100, kama kuna mtu ambaye amefikisha miaka 20, miaka 30, kuna yeyote atakaye kuwepo duniani hii? Usione ni mbali. Tena hata matatizo ambayo ziko hii dunia, mimi sioni hata hiyo miaka 100 ikiisha. Sielewi mimi. Huenda hata Yesu akarudi very soon. Huwezi jua atarudi lini. Tunachojua ni kwamba this is the last generation. Masumbufu yamekuwa mengi. Dunia inachoka kumshikilia mwanadamu. Inachokeshwa na dhambi ambayo inatendeka chini ya jua. Inachoka. Na iko tayari, iko karibu kututapika itutoe ndani ya tumbo lake. Lakini jiulize, tutaenda wapi? Dunia itakapochoka tunaenda wapi? Ni mbinguni tu ambako tunaweza kimbililia. Na kwenye tulikufiwa. Kwa hivyo tuanze kujizoesha kuishi kama madugu na madada. Anza kujizoesha mapema kuwa na tabia za kibingu. Acha kutizamia uchumi wa hii dunia, utakuwa break mara kwa mara. Si eti saa hizi eti tunapoandamana ama tunapoenda protest ndio mambo yatakuwa mazuri. Yanazidi kuchemka. Unapoangalia nchi za nje, ndipo utajua hata Third World War inaweza tangazwa anytime. Third World War inaweza tangazwa anytime. Na kama ikatangazwa, ni hatarishi sana kwa maisha ya mwanadamu. Ndugu zangu, huu sio wakati wa kulala. Ni wakati wa kumtafuta Mungu. Tafute Mungu usiku na mchana. Mimi nitaachia hapo. Kwa majina ni Simon na watu wa Kenya Revenue Kenya Barabara 7. Na nimefikisha ujumbe wangu. Mwenye masikio amesikia. Mungu na akubariki sana. Akupe usiku mwema wenye baraka na mafanikio. Naomba ombi fupi alafu ndipo tunafunga kipindi chetu cha siku ya leo. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but